بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، شديد العقاب لمن كفر، غفور رحيم لمن تاب عليه. كتب الفناء على جمعه والبقاء على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، على فغبره وعصي فغفره. وأشهد أن سيدنا ومعلمنا ورسولنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الحلال المنان، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك إخوة الإيمان، لا خير أن يكسر مالك وولدك، ولكن الخير هو أن تعقل عن الله ثم تطيعه، وهو خير في الدنيا والآخرة. أيها إخوة الإيمان، أنا موضوع اليوم عنوان يقول: إلى 10 أيام آخر في شهر رمضان. Ndugu zangu katika imani, ikianzia katika neno ambayo inapatia utulivu kila kiumbe aliyeumbika na Mola wetu ambaye ni Mungu. Kumshukuru Mungu ni jambo muhimu kwa kila kiumbe ambaye ameumbika na Allah, sababu Mtume alisema, ukitaka jua kama roho yako inaishi katika hali ya kushukuru Mola wako sana, anakwambia siri ni moja: inzuru ila man huwa tahtaka wala tanzuru illa man huwa fawkaka. Anasema mtu mwenye anaishi maisha ya kushukuru Mungu hababaike, sababu anapata utulivu katika kitu mbili, na mwenye anakosa kumshukuru Mungu anakosa utulivu katika kitu kimoja. Ukiishi maisha ya kushukuru, unaangaliaga kila siku mtu mwenye wewe unashindwa hali. Manake Mwenyezi Mungu ametupa hali dunia ya pato, hakutupatia hali sawa. Sasa ukiwa mcha Mungu mzuri ndani ya shukurani, kila siku maisha yako unajiziwia kuona mwenye anakushinda, unaangalia kila siku unashinda. Na ukiwa mtu mwenye kosa moyo ya kushukuru, ndio kila siku unaishi maisha yako unaongea watu wanakushinda, ndio unakuta unajipa maradhi, unajipa stress, unajipa kuwaza mingi, sababu alama ya kujua kama roho yako imejaa ndani maaswi, imejaa ndani dunia, ni wewe kuishi dunia. Unaangalia, mimi siyauza gari, fulani alishauza, mimi siyapata hiki, fulani alishapata. Lakini ukiwa wa kumshukuru Allah, unaangalia, mimi nimepata riziki leo, kuna mwenye nimepita njia iko na lomba, kuna mwenye nimepita iko mgonjwa, kuna mwenye nimepita amekufisha, kuna mwenye nimepita amepata aksida. Ndio mcha Mungu akiangalia hizo hali, anaishi maisha yake, anajua alhamdulillah, anamshukuru Allah. Lakini ukitaka kuipatia roho yako shida na kulaumiwa na kukorogana na watu na mpaka kufika hali ya kuanza kumlaumu Mola wako, ni wakati unataka ukue kisi akili yako inataka. Ndio Mtume anakuambia mtu mwenye akili, mwenye kuishi na shukrani ni ule mwenye anaangalia kila siku, ule mwenye Allah anakujalia kuwa kila siku kusie
Ukiona uko na tabia hivi, kuko kukushinda, kuko wa chini yako, mpaka wakufa njoo ule mwenye anakuwa mwisho. Kwa hiyo tumshukuru Allah aliyetupa hii fursa, na tusichoke, tuwe nasema maneno yetu kila siku alhamdulillah, na uiseme na unaifurahia, ujue kwamba namshukuru Allah, si shukuru kiumbe kingine, sababu ametaka nizungumuze, ametaka nitembee, ametaka leo mimi na wewe tunadiriki shahru Ramadhani. Ndio maana tunamshukuru Allah, ametupa fursa hii ya kuidiriki huu mwezi. Wewe mwenye kujilaumu sababu ya pato, wewe mwenye kujilaumu sababu ya uwezo, kuna wale ambao wameshatangulia leo wako wanasikia Ramadhani katika dunia, lakini hawako tena. Wewe umeipata fursa. Ndugu zangu, nikihusia nafsi yangu, basi na kusahau nafsi zenu unaposiri na ubeba ulimwengu. Baada ya kumshukuru Allah, ni kutambua kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah, na yakuwa nabina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake na ni mtume wake. Ama baada ya hayo, ndugu zangu katika imani, leo sije yetu tunataka tusungumzie an-ashr al-ayyam akhir fi shahr Ramadhan, siku 10 ambazo ni za mwisho, mambo ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sababu gani? Tumeshaona sote saumu imeanza, inaanza fika katika mlango. Sasa nini inakubakilia? Sababu Mtume anasema wakhuzu min shihatika limaradhika wa min hayatika limautika, na uprofite na vitu mbili na ungali navyo, ambayo Allah amekulazima. Ya kwanza ni swiha, afya. Ukijikuta uko na sante mzuri, profite kufanya ibada. Wa min hayatika limautika, na uprofite na uhai, na Allah angali nakupa pumzi. Sasa tuprofite na vitu gani ambavyo vinatufikia huko mbele? Ndugu zangu, Mtume anasema rubba sa'im laysa Allahu min siyam illa juh, wa rubba qa'im laysa lahu min qiyam illa sahl. Anasema ni taabu sana kutakuwa watu siku ya Kiyama watajitaja, watajisifu, watasema Mola wetu, tuliacha chakula yetu, tukaacha vinywaji vyetu, lakini Mtume anasema laisa Allahu min siyami illa juh, ni watu ambao watakuwa wanashinda asubuhi, maskini ya Mungu, wanafikisha magharibi, lakini watakuwa wanashinda na njaa bure. Wa ruba qa'im laysa Allahu min qiyam illa sahr, na wengine watakuja siku ya Kiyama wanamwambia Mola wetu, tumesimama matarawe, tumesimama usiku, lakini watajikuta wanaambia mlikuwa mnafanya sport, mlikuwa naingia. Ndio hao watu ambao Mtume alikuwa kila siku akipanda mimbar, eskalia ya kwanza walishtuka maswahaba, wanasikia Mtume anatoa amina kwa sauti, anapanda ya pili anasema amin kwa sauti, anapanda ya tatu anasema amin kwa sauti. Wakasema leo kuna nini? Walipomwona anafika kwenye mimbar, alikuwa mwenye machozi yenye kutoka baada ya kuwa anaitika kila dua. Ndio maana katika hiyo nafasi ambazo liko mimbar, nafasi ambapo kuomba dua kwa mahatibu ni fursa ya kujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Maswahaba waliona Mtume ana huzuni, lakini katika mambo ambayo waliitikia amin, moja yapo ni ile ambayo akamwambia la'natu ala abdi idha dakhala Ramadhan wa yakhruju. Anasema imemfikia mtu hadhara kubwa mwenye ambayo Ramadhani itaingia, na ikisha ingia kisha iende na huku asipate fadhila. Ndugu zangu, kwa nini tukose fadhila ya Ramadhani? Ni mambo kidogo yanatupoteza ya fadhila. Miongoni mwao Mtume ameshasema katika hadithi, Mwenyezi Mungu katika hadithi al-Qudsi ya kwamba kul amanu bin adam lahu illa sawm fahuwa li wa ana ajzim bihi. Hakuna kitendo kinakuwa na nguvu katika vitendo ambavyo vitasemea mtu siku ya Kiyama. Kuna vitu mbili vitatetea
kitabu kitukufu cha Qur'ani. Kia pili miongoni mwao ni hii kitendo ya mtu kuacha chakula chake, kuacha matamanio yake, kuacha vyote sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni wanani wanapoteza fursa hizi? Ni wale ambao utawaona wamesaumu, lakini huku wako wanafanya matendo ambayo inampinga sheria ya Kiislamu. Ndio hule anafunga anakataa kusali, ndio hule mwanafunga anaikana kusengenya. Unakula nyama ya watu mchana, kisha unaenda futuru chakula ya halali. Ndio hule mwanafunga au anasali, akisali visimamo vyote anataka wamsifie ibada yake. Ni ule mtu wowote atafanya saumu yake anaifanya sababu ya kushindwa kugombana naye. Ndio ule mwanafunga mpaka leo mimi na wewe tunafunga. Tukiangalia msimu zetu, unaangalia mtu anafunga, lakini angalia kitu anashinda, anaonesha macho. Anazania alikuacha chakula tu, macho yake anashinda, anaona haramu, masikio yake anasikia haramu, miguu yake inaona haramu, na mambo mengine unaweza kujizuia wewe peke, lakini unaifavorize. Unaona mtu anashinda kumtandao, anaona masinema, anakwambia niko napoteza somo yangu hapa, niko napoteza mawazo, anaona haramu. Mtu anaikana anaongea sifa mbaya mwingine na anafunga, huku iko nafanya mambo ya haramu. Hawa ni watu ambao wanajua njaa na kiu bure. Lakini sasa Mtume aliona kama dunia tunazungurukiwa na mtihani kama hapa kwetu. Unaweza kutaka usione haramu, lakini utapita nje utakutana mtu anavaa vibaya. Mtume anasema nazo radal ula laka wa thani ya shaitani. Mtu Muislamu kuona licho ya kwanza kitu ni yako, haina dhambi, ya pili ina dhambi. Ndio vile mtu anaona kitu kisio halali yake anakitolea macho, mpaka mwingine anapindukia sio halali yake, anakuwa anamwambia bana vumilia tu, vumilia manake siku tutafungula. Jambo la kwanza ni wewe ndio utakutana naye. Kuna mtu anafunga na ananuia mambo kama haya. Ndio ule ambao utakuta masikio iko, tuna mitihani, unaikala na watu, unasikia watu huku wanaongea maneno kila wakala, unasikia maneno. Ndio Mtume alikuwa ikifika hizi siku 10 za mwisho ambazo tunaziongelea sasa, alikuwa anakamata sentiri au mkaba, ana double effort kushinda kisa ilianza mwanzo. Kwa nini? Sababu Mwenyezi Mungu ameweka mambo 3 mazito katika siku 10 hizi za mwisho. Miongoni mwao Mtume aliona kwamba unaweza funga somo yako, unapita njia, haukutaka una haramu, lakini unaiona huko mwanadamu, huko mzaifu. Unaweza kuwa umefunga, unakataa kusikia haramu, lakini masikio yako unasikia mtu tu anakuanzia habari au kumuuliza. Unasikia mtu anakuletea sije, anaanza unajua ulifuata information unani? Politicien fulani, unaanza unateta Adamu hakujue. Wewe ukianza tu sengenya sifa ya kiumbe, huko unasengenya, maadamu umejikalia huko kwako, hutaki sema haramu, unasikia mtu anakuletea maneno, na wewe kama mwanadamu unakomante. Solution ilikuwa nini? Njoo usikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiingia katika hizi siku 10 alifanya ibada ambayo inaitwa itikaf. Akaona kwamba nyumbani unaweza sema vibaya bila kujua, njia unaweza sikia vibaya bila kusema, lakini utafanya nini sababu usipoteze fursa? Alihama. Ndio alikuwa anaamsha watu wake wa nyumbani na watu wake wa karibu, anasema twende kuwa wageni wa Mungu, tuhame, tuache kila kitu kia dunia kwa muda. Juma zile siku 10 ikiingia lenzie siku 10 ukaamua kuwa mgeni wa Mungu, unaacha vyote, unasema naenda msikitini, naenda kazi yangu itabakia ni kumsabihi Allah, nipate hata siku moja tu ya kukubaliwa saumu. Maskini ya Mungu, ukianza waza itikafu mimi na wewe, unaanza sema sasa nyumbani watakulaje? Ukianza waza itikafu mimi na wewe, unaanza kuuliza kazi itaendeleaje? Ukianza waza itikafu kuhama maasi, kuhama mazingira ya nyumba, kuhama mazito, unahama
wiki ya pili ambayo inna anzalnahu fi lailatul qadri wama adraka ma lailatul qadri. Unaenda kimbilia kupata usiku wa destin, usiku wa cheo, usiku ambao khairun min alf shahr, ni bora usiku moja. Ukifanya kitendo kyokyote kia heri unaandikiwa 83 saa kama ulikuwa unafanya kitendo kama hili. Unajua Waislamu, Lailatul Qadri ukiangalia gisi sie tunaitafuta na gisi maswahaba walitafuta, kinyume yetu sisi tumeioneshwa katika akili ya kwamba ule usiku njoo tu uombe dua zako zote za kidunia na zitajibiwa. Maanake Lailatul Qadri, akili zetu na matamanio yetu mara mingi sisi tunawenda kuomba dunia, japokuwa Mtume anasema ukiudiriki usiku wa cheo utahesabiliwa ibada tofauti, zitahesabiliwa 83 sana. Man arada dunia dara bil akhirah, ukikuwa unatafuta dunia sana itakupitia kuikosa akhera, na ukitafuta akhera unaipataka dunia na unaipata akhera. Kwa nini? Ndugu zangu, usiku wa Lailatul Qadri tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amri. Wanasema ni usiku ambao malaika anateremka na Jibril ndani yao katika dunia. Min kulli amri, kweli kwamba dunia ijawa vibaya, kwa sababu malaika wanapewa izni na Allah kujibia kila maombi yote. Salamun hiya hatta matla'il fajr, mpaka saa alfajiri nafani inaingia. Ewe ndugu yangu, umeshasimama siku ngapi tokea Ramadhani yanze? Ewe ndugu yangu, una uhakika ngapi kama leo utaeneza 83 za? Wallahi, umri ni neema ambayo ukiitumia vibaya haujuake. Ukiangalia miaka yenye wazazi wetu wamefariki ndani, utakuta wachache wamevukisha miaka 70, 70. Wewe walifikisha 70. Uangalie tu miaka nyuma, kila mzazi wako umeshapoteza, utakuta hakuna mwalielezaga facilement mu maisha ya leo 83. Sasa itakuwaje hizo siku ambazo zimeingia ukalikile, kama vile Mtume anasema zinaingia katika siku ambaye hawakuzitia kusema itakuwa ni siku fulani ndio concentrate for? Hapana, Mtume anasema tu zitafute. Alihama kwa kuitafuta, miongoni mwa kutafuta usiku wa cheo. Maanake alikuwa anaanza 20 mpaka laidi anasimama. Lakini wewe na mimi tunapenda facilite. A'ti kulli dhi haqqi haqqahu, al-amal mafdhul fi dhamani. Kila kitendo kinakuwa nafasi yake na wakati yake ya kufanya. Njoo hii sasa, siku 10 zinaingia. Hama kama utaweza mazingira, acha kila kitu kwa mgeni wao, sababu mtu mwenye kuingia katika nia ya itikaf, mwanzo ya kuingia msikiti mpaka siku atatoka, wallahi wa malaika wako karibu yake, wa kusikiliza maombi yake, wa kumuongoza vizuri, isipokuwa ule tu mwenye ataingia olie ajifunge. Sasa unakimbia dunia kisha unileta msikitini, usiwe katika wale watu. Kuna mtu mwingine anakimbia dunia anaifatisha msikitini, bali unakuta mmoske ndio kuna tenda, mmoske ndio kuna fari, mmoske hapana. Kuna adabu na itikafu. Kwa wale wote wataingia itikafu lazima wajifundishe kujua adabu ya kuwa ndani ya itikafu. Kuna kutoka ambayo si aliko kuautorize, kuna kusikia maneno ambayo haupeshi isikia. Wewe kazi yako ni kusabih Allah, sikia tu subhanallah. Kazi yako ni kufanya maibada tofauti, ndio inafanya. Sasa ndugu zangu, usiku huyu wa cheo imewekewa katika hizi siku 10 za mwisho. Ndio maana nakwambia inakufikia siku ambazo ni wewe na mimi kuzichunga, kwa sababu tusipoteze fursa ya 83.
min kulli amrin. Waliuliza Mtume, sasa tutaomba nini? Akatupatia dua fupi ambayo ikakufikia hiyo usiku ikai mara mingi. Anasema ndani ya hiyo dua mna mafanikio ya kukupa dunia na kukupa na akhera. Japokuwa utazidisha yako uizidishe, lakini usisahau kusema Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anasema mwambie Mola wangu, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe na unapenda mwenye kukulomba msamaha, nisamehe Mola wangu. Rudilia hayo katika ule usiku wa cheo, rudilia sana, ndio ulete maombi yako mengine, sababu kenye kinaacha tunakosa kujibiwa maombi ni madhambi. Kul bin adam khata, kila mmoja wetu ni mfanya makosa. Nani hana kosa? Wengine tunafanya kwa kujua na zingine tunafanya kwa sipo kujua. Tuna makosa, na siri miongoni mwa kujibiwa, ukikuwa na tabia kuzidisha kuomba msamaha sana, inakupa dunia na inakupa akhera. Sababu Mungu anasema wama kana Allahu yuadhibahum wa hum yastaghfirun, na Allah hawezi kuwa na waadhibu hawa sababu tu wakikuwa na tabia kujua makosa yao wanaiombea msamaha, inapitisha adhabu ya Mungu. Mara ngapi unafanya istighfar? Kana nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbahu, alikuwa mtume maisha yake hakulala mtume mpaka ahakikisha naomba Mwenyezi Mungu msamaha mara 70 mara 70. Katika hadithi nyingine nasema 100. Sasa angalia wewe, mtume hakuwa na makosa, lakini alikuwa anafanya astaghfirullah. Lakini Ramadhani istighfar nzuri yenye nasemewa ni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, nisamehe, fa'fu anna. Ndio watu narudia mswala, fa'fu anna ni kusema tusamehe. Mtume anasema zidisha katika hiyo siku ya cheo, omba sana msamaha kwa Mola wako, sababu wa min dhiqin makharajan, mwenye kuwa na mahitaji ya dunia anaomba sana, anaipata kupitia msamaha. Qul ya ibadilladhi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh. Ya Allah, man takallama samita sauta wa man sakata alimta sirra wa man ashafa minka rizq. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye kila mmoja wetu mwenye kuzungumza Allah anajua sababu yake ya kuzungumza, na mwenye kunyamaza Allah anajua sababu yake ya kunyamaza, na mwenye kuishi Allah ndiye anakupangia sehemu yako ya riziki, na mwenye kufa Allah ndiye anakuwa amekupangia siku yako ya mwisho. Na nikashahidia mara pili ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake na mtume wake. Enyi ikhwata liman, al-amal mafdul, matendo mazuri ya kufanya katika hizi siku 10 za mwisho. Tambueni ya kwamba ikiingia leo siku zetu 10 za mwisho zinaanza, na hakuna matendo mazuri ukiweza kuyafanya. Hakikisha kama utaweza fanya itikafu, kuwa mgeni wa Mwenyezi Mungu katika siku 10. Maisha yako unaishi ni kumsabihi Allah. Hakikisha katika hizi siku 10 isikupite kudiriki tarawih, kudiriki visimamo vya usiku. Simama, sababu mwenye kusimama katika imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kusimama kwa imani kwa ajili ya Allah anapata fadhila katika kusamehewa makosa. Hayo ni katika hizi siku 10 za mwisho. Hii usiku ina cheo kubwa. Katika watu wengine walijua siri, mtu anaweza kuwa hata uko bakhili namna gani. Hakikisha usiku 10 ile usiku ya Lailatul Qadr. Kwa naona watu usiku wa Lailatul Qadr katika nchi zingine, mtu anajikaza ikiingia tu ile 21 ile usiku baada magharibi, anaingia msikiti anajikaza sadaka yake anakabula, sababu anawindana na akili ya imani. Anasema niandikiwe katika hii usiku katika watu ambao walitoaga pesa,
anajikaza katika ile usiku, anakulisha watu, anawindana na hiyo siku, anasema miaka 83 niandikiwe kwamba nilifanya kitendo fulani. Njoo kuwinda Lailatul Qadr ni kuzidisha matendo ya kheri zenye ulikuwa unafanya, unazifanya sana kwa ile usiku, ili uandikiwe ndani yake, sababu ikishapita ile usiku hautaandikiwa tena vile. Lakini sisi Lailatul Qadr tunajua kwamba ni siku inayotokea na probleme zote zishakushinda. Ndio unasema Mungu gari, Mungu parcele, Mungu sawa, haijawa vibaya, lakini sasa hii gari, hii parcele, hii nyumba, wewe umefanya nini ya kheri inaingia mkitabu ya akhera? Mako unataka waandike tu mkitabu yako. Siku ya Lailatul Qadr ulikalaka tu unaanza parcele, mtoto aolewe, nipate bwana, nipate nyumba, nipate hivi. Maadamu unasahau juzi wewe ulikuwa mzinifu, maadamu unasahau juzi wewe umezulumu, maadamu unasahau wewe juzi umeuisha Uislamu, umeleta fitna, nini inakusaidia Allah kusikia usiku wa Lailatul Qadr? Sababu watu wengine atakwambia iski Lailatul Qadr ilikuwa kweli kusili kwangu basema zamani. Yeye anajua Lailatul Qadr ikakuya, maana yake aone malaika mwangaza yangazie nyumba, kisha pala sema hapa nimeona Lailatul Qadr. La, makosa yetu ndio Ghafurun Karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ukitaka usiku wa cheo ikala kwanza ile siku, anza kuijutia dhambi zako. Unasema ya Rabbi, kabla ya Ramadhani nilikuwa sisali. Ya Rabbi, kabla ya Ramadhani nilikuwa siwezi fanya kazi ya dini. Ya Rabbi, nilikuwa nikisikia adhana sitafaa hivi. Nilikuwa niko mlevi, nilikuwa niko msema uongo, nilikuwa niko hivi, natubia Mola wangu. Usiniangamize. Angalia nafsi yako kwanza. Indhuri la nafsaka. Njoo utapata usiku wa cheo. Lakini sasa hapa tukishaambia Lailatul Qadr siku gani, utasikia kila mtu anaanza maana kesho ndio mbele tu ingesha shindikana. Si vibaya, lakini kabla kuna sharti. Tanguliza makosa yako mbele ya Allah, tubia mbele ya Allah, omba sasa. Ndio utakuta kila siku tunaosema Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, mimi sikuiona. Wao wengine mkisimama visimamo ya usiku, magonjwa inaanza. Usiku wa Lailatul Qadr, unaona mtu anakuja sali msikitini, wanamuamsha anashindwa. Mala safi shadidi. Hii ni kucheza. Lakini wewe ukisimama ile usiku, jiwaze uliacha swala ngapi kabla ya Ramadhani, lakini ile siku unasali rakaa 8, wanakuhesabia miaka 83 uko unasali, uko unatoa, uko unafanya kheri. Njoo usiku kuupata huo, njoo usiku wa cheo kuupata. Hapo njoo utaleta sasa madunia, unaomba hivi alwakati ukasaif, muda uniruhusu, wakati kama vile mpanga faida kutoka takuwa ukije kukomea hapo. Lakini kwa kuwakumbusha kwamba hizi ni siku 10 za mwisho ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazidisha juhudi yenye alianza mwanzo, anaitriple. Sasa usiregee. Watu wengine wameanza Ramadhani, please inaenda, please watu wanapunguka, please imani zinashuka. La, kama ushapotea tia tena pression. Na mtu asikucheke. Niko naambia kila siku watu, ukisikia mtu anakuambia imani yako Ramadhani umepandisha sana, sema alhamdulillah, sababu mbingu inashuhudia kupitia watu. Watu wakikushuhudia kama umebadilika, ni hivyo. Afrika kwa kimwelewa wetu kasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yaqul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sahaba minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul id'uni astajib lakum rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna
khasirin. Allah, tunainua vitanga vyetu tujalini mbele yako ya Rabbul Alamin. Hakuna yule ambaye tumeacha chakula chetu na kinywaji chetu isipokuwa tunaacha kwa ajili yako ya Rabbul Alamin. Tunakuomba tujalie tudiriki usiku wa Lailatul Qadr ya Rabbul Alamin, bil amni wal afia ya Rabbul Alamin. Wana ambao tuko katika amani na katika afya iliyokuwa nzuri ya kufanya ibada katika hizo siku ya Rabbul Alamin. Allah, tunakuomba kwa utukufu wa siku ya leo wasamehe Waislamu wote ambao wameshatangulia ndani ya hisabu ya Rabbul Alamin, waaminifu wote wameshatangulia ndani ya hisabu ya Rabbul Alamin, miongoni mwao wa baba zetu na mama zetu, watia nuru ndani ya kaburi zao ya Rabbul Alamin. Kuna yule ambaye anaweza rehemu siku ya Rabbul Alamin, wahifadhi wa marehemu wote na adhabu ya kaburi ya Rabbul Alamin. Allah, tunakuomba utufungulie kheri zetu, kote ambalo zipo utufungulie na tuweke mbali na shari, kote ambalo kuna shari ya Rabbi tukinge, tuhifadhi na shari ya maadui yetu. Wale ambao wanatembea na majina zetu katika hali ya kutaka kutuzuru au kuzuru vizazi vyetu au ndugu zetu, ya Rabbi tunakuomba tuhifadhi, kuwa sitiri yetu mbele ya maadui zetu, kuwa kinga yetu mbele ya maadui zetu. Kila ambaye anatembea na jina yetu katika hali mbaya ya kututusi, ya kutukana, ya Rabbi tunaomba ututetee, tujalie jina zetu zitajwe katika nafasi mazuri, basi ambapo panapatajwa riziki nzuri, basi ambapo panafungulia kheri nzuri, tuweke miongoni mwa watu ambao wanaotajiwa ya Rabbul Alamin. Kubali maombi yetu ya Rabbul Alamin. Miongoni mwetu wanahitaji kuolewa, ya Rabbi tunakuomba wajalie wapate ndoa. Miongoni mwetu ambao wameshaoa ndani ya manyumba yao, ya Rabbi tunaomba tuweke ndani ya manyumba zetu amani na salama, tuishi katika hali ya amani na usalama, tuishi katika amani na ndani ya mji yetu ya Rabbul Alamin. Tuweke mbali na hali ya vita, tuweke mbali na vifo vya ghafla, tuweke mbali na maradhi ambazo siokuwa na dawa ya kupona. Tujalie mili zetu tupatie ndani ya amani na afya ya Rabbul Alamin. Tukubalie saumu zetu kwa huruma yako, tukubalie mahitaji yetu kwa huruma yako. Wewe ndio umesema tukisirishe kukuomba katika mwezi kama huu, tunakuomba katika saa tukufu kama hii, tunakuomba kama ni katika saa na saa tulihijaba, ya Rabbi angalia kila mahitaji yetu ya kila mmoja wetu ambaye anakuomba kwa siri, ambaye anakuomba kwa wazi. Tukubalie mahitaji yetu ya Rabbul Alamin, tufungulie kheri zetu ya Rabbul Alamin, turahisishie makazi zetu ya Rabbul Alamin. Subhana al-munafisa likulli madayun, subhana al-mufarija likulli mahdhur, subhana al-mukhalis likulli mash'un, subhana alladhi majra fi al-bihari wal ghuyun, subhana idha qada amran fa inna ma yaqulu Allahu kun fayakun, wa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Hasbi rabbi min al-marhubin, hasbi al-khaliq min al-makhluqin, hasbi ar-raziq min al-marzuqin, hasbi as-satir min al-musturiin, hasbi an-nasir min al-mansurin, hasbi Allahu hasbi fa in tawallahu faqul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقيموا الصلاة.